na tuitandike. Amen. Amen. Sasa huyu Yesu Kristo anaongea Yohana 6:8. Subiri nipate kwa makini miwani kwa. Nilitoa nongo hapa sikuelewa kamili. Sasa Chukua miwani pale kwa mzee. Nimeongea lakini hatuko pamoja. Sidhani kama alikuwa pamoja nami. Yesu anazungumza, anasema nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa zake ndizo mzitendazo. Yohana 8:41 anasema nyinyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mungalinipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali ndiye aliyenituma. Mbona hamuyafahamu hayo nisemayo? Ni kwa sababu nyinyi hamwezi kulisikia neno langu. Nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Nami kwa sababu nasema iliyo kweli, hamsadiki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yohana 8:41 Yesu anateta, na yeye ndiye kiboko yake yeye Shetani. Amen. Shetani hata kuimba Mungu mara 100 si tisho kwake, lakini kwa Yesu Kristo ni hatari kwake. Amen. Amen. Kwa Yesu Kristo na Shetani ni adui. Hata kule kuzimu, wale waendao kuzimu wakiwa wametumwa huko nje kutuumiza ama kutuhangaisha, wakirudi kule wanapeleka ujumbe, wanasema kule juu kuna wengine hawawezekani. Ni akina nani hawa? Warokole. Maana jina la Yesu kule alitaja, ukitaja ile jina la Yesu kule kuzimu wanaanguka wenyewe. Lakini kusema Mungu hiyo, hata anakuambia wanasema wenyewe kuomba Mungu tusiache. Amen. Lakini inapofika wakati wa kutaja jina la Yesu, hapo uadui umeingia, kwa maana yeye ndiye kiboko. Maana yeye ndiye kiboko. Sasa kazi ya Shetani ni hizi: kugawanya ulimwengu ili usimuelewe Mungu. Na ndio maana Yesu Kristo akamtumwa na Baba ili aziharibu zile kazi za Shetani. Amen. Ili aziharibu zile kazi za Shetani. Sasa shida tulionayo ni hii: kumuelewa Shetani ni vigumu. Anapokutandika wewe humuoni Shetani, unaona mwanadamu, unasema yule amepagawa na lipepo, amejazwa na lipepo, afanye kazi zake. Sasa akifanya kazi zake silioni yule Shetani, naona yule mtu, naweka uadui. Ametugawanya, kutugawanya. Tunaishi maisha ya kugawanyika siku zote, na chuki, ghadhabu nyingi, hasira nyingi, mwaka hamsalimiani, hamuongei pamoja, kwa sababu ameshagawanya. Hatuna umoja, hatushirikiani, na anatumia mpaka teule wa Mungu kugawanya kanisa, kutawanya, kulibomoa ili aendelee.
Lakini tutakapokuwa tumeelewa siri ya kwamba huyu ni shetani, hatutaogopa, hatutaiharibu kazi ya Mungu. Tutaitengeneza kazi ya Mungu inavyostahili. Amen. Lakini sasa kwa sababu ameweka hiyo roho divine rule, atawanye, anajua kwamba hawana umoja. Anajua kwamba hatuna umoja kwa sababu ametia hiyo roho ya kugawanya. Sasa tukiwa na umoja tunaweza kuharibu kazi zake. Amen. Amen. Kuna mtu mmoja alifurahisha Kenya nzima alipochukua utawala. Akaona Kenya imeingia moto. Aliunganisha, akasema kila dini ziunganike stadium kwenda kuomba Kenya iwe na amani. Hakukuwa Muhindi, hakukuwa Muislamu, hakukuwa Mrokole, tuombe. Vile inawezekana Kenya iwe amani na Kibaki. Na huyo ndio alifanya Kenya iwe nzuri sana. Kwa sababu aliunganisha. Sasa leo hatuna mtu wa kuunganisha. Hata hawa madini, madhehebu za mwanzo. Akishamaliza kugawanya kwa madhehebu, anarudi anaingia kwa kanisa, anatugawanya. Sasa hakuna mmoja. Amen. Sasa ni kuzielewa zile kazi zake. Tusikizitambua zile kazi zake, utaweka uadui na utaondoa uadui na mwanadamu mwenzako. Na hiyo ndio kitu nang'eng'ana nihakikishe sina uadui na mtu yoyote. Wakati nilipokuwa kanisa ya Kongwea, nikiwa bado mimi ni mshirika, kuna watu nilikuwa nishawasoma, nikajua hawa watu ni hatari. Nikawa najilinda nisiwe hatari kwao, nisiwe kikwazo kwao. Amen. Sasa sijui siku moja nikakosea, sikuelewa imeenda vipi. Tulikuwa tuna mzigo wetu wa siku 3 tumefunga. Na kwa sababu ya kutenda wema, tukakutana gari imebeba mikate. Ile mikate ikawa imelaliwa vibaya, bei ikapunguzwa. Nasema hata ninunue hii, tutafungua, sio tutafungua. Ndio mikate ileta maneno. Sasa kwa nini mnaleta hii? Yule nilikuwa kijikinga na yeye. Maombi akawa hakuingia, tukazuga roho amani hakuna. Maana shetani ameingia. Na nilikuwa alikuwa unabii, anaweza kutoa unabii, anatumika, lakini usije jichunge na yeye, ni hatari sana. Amen. Amen. Kwa maana shetani hajali wewe uko kiroho uko vipi. Yeye haja yake ni ya kufanyia juu chini, ahakikisha amekutenganisha na ndugu zako, amekutenganisha na dada zako, amekutenganisha na familia. Hata mara nyingine ana staili zake ufanya, akaja saa usiku kwenye maono katika sura ya mtu fulani. Ukiambiwa wanasema wewe ni mchawi. Na labda pengine ni yeye amekuja kwa sura ya, mnaanza kugombana hiyo boma nzima. Mnaanza kumpiga mtu, mtafanya mtu wa watu akajinyona. Kwa sababu mimi niko mchawi. Mimi sipendi, naenda kuchukua kamba alinyona. Kwa sababu iko na ujuzi wa kujua kuharibu hata mabomu. Sasa watu wa Mungu, wateule wa Mungu, mtamjua lini shetani? Ndio tutajua Mungu hata kiinua mikono tunamwinulia mikono Mungu. Lakini huyu jamaa vile atakapokoroga mpaka uharibikiwe kwa Mungu, hutajua. Uende Kongo. Kwa sababu yeye kazi yake ni kutawanya na kubomoa, halafu anaongoza na tawala. Sasa anaweka hapo boma lote, hakuna. Unakuta boma hawaombi pamoja. Songo la Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ni mzee.
Bwana Yesu. Umenielewa? Unakuta tuko boma hili lina waokofu kama 5, lakini kila mmoja anaomba kivyake, yule anaomba kivyake, yule anaomba kivyake, boma inaharibika. Nasema shauri yao, si wao hawaombi vipi? Na mmegawanywa na hamshikani, mkafanya ibada, ile kijiji kikafunguliwa kikajaa nguvu za Mungu. Sasa kile kijiji, hapo kuna waizi, hapo kuna wachawi, hapo kuna warokole, lakini hawashikani ili waziharibu zile kazi ya shetani. Sasa nabaki hakuna kwenda mbele. Huduma ya Mungu inapigwa vita kwa sababu ya hiyo roho inaingilia. Mpaka wateule wa Mungu hawana imani moja, hawasalimiani vizuri, hawasemani vizuri, hawashirikiani vizuri. Chuki imeingia. Mpaka dunia sasa imekorogeka. Sasa yeye anapata nafasi, anapenya, anavuruga, anatawanya, wote hakuna. Ameweka madhehebu, ameweka majina ya madini. Mimi ni Mkatoliki, hiyo kanisa sitaki, si yangu. Sasa niambie, hatapata nafasi ya kuharibu kazi ya Mungu ama atapata? Sasa ni watu wa Mungu wamuelewe kwa undani. Ni watu wa Mungu wafanyeje? Enda kina, umchimbe, ujue vile anavyovuruga mawazo yako, vile anavyokuvuruga mpaka huna amani na watu wote, mpaka huna upendo na watu wote. Kila mtu mbona hawasalimiani, hawashirikiani, hawezi kuomba pamoja, hawezi kushirikiana pamoja. Amen. Hiyo roho ndio maana Yesu anaizungumzia, anasema nyinyi ni wa baba yenu. Walipotamka tu nyinyi ni wa baba yenu, wakasema sisi hatukuzaliwa na zinaa, sisi tunaye baba yetu Ibrahimu. Ndiyo, anasema kama mngekuwa baba yenu ni Ibrahimu, mngenipenda hata mimi. Lakini sasa hamnipendi kwa sababu nyinyi ni wa baba yenu, na baba yenu ni muongo. Tangu mwanzo alikuwa muuaji, wala hakusimama katika hiyo kweli, wala hakusimama katika hiyo kweli. Asemao asema yaliyo yake ya uongo, yani ya uongo, ya kugonganisha. Sasa kwa sababu hatuna maarifa juu yake, hiyo ndio kitu wanajaribu kujitahidi sana. Kwa hiyo kitu cha kwanza kujitahidi kwamba nimeumizwa, nijitahidi kwanza nihakikishe ndani yangu kuna amani. Sio nikae na fundo nimeliweka mpaka ile usipendi. Huyo ni mtu mzuri, lakini kwa sababu ametumiwa na roho ya kishetani, na zile atakazoongea na zile atakazomwaga, akitoka hapa anaenda anamwaga, anakuchafua. Kutoka hapa anaenda anamwaga, anakuchafua. Sasa kazi yake ni hiyo, kugonganisha. Akisha kugonganisha, waishi tena mwakata ni nyumba ni moja, lakini hakuna kuongelea ama hakuna kusemana. Kila mmoja anabeba na uchungu. Huyu amebeba uchungu na mnanyamaziana. Dividing and ruling. Na hiyo ndio kitu kinahakikisha kwamba ili kumgeuza yule mtu ni mpaka umvute, umlete, umweke hapa, umpende. Bila kumpenda huwezi kubadilika. Mimi ushangaa marehemu mchungaji wangu, yeye alikuwa mpole sana na alikuwa mtafutaji Mungu sana. Naweza kuja utokako unakuja kumsalimia, Bwana Yesu asifiwe. Sasa yeye anakuwa tumkuni pole, yaani anakupokea pole. Kistai wewe unakuja sasa, anaua ile rafu yako, ile kuli, ama kuna vitu ndani, anakubadilisha. Na hatuwe na hiyo. Ni wako wapi wenye ujuzi huo?
mpaka tuwe na ujuzi, ndipo boma zikae, miji ikae, ndoa zikae, ziwe salama. Mumeo namjua ni mume katili, ni mtu wa vita. Huku akienda akirudi anarudi na maneno. Huku nje ujue amebebana na nini. Sasa anaweza kuwa anakuja amebebana na makorokocho. Sasa akute kuna amani, akibwaga naona ombe bwaga ni bwaga. Moto umewaka. Si moto utawaka. Hapo kuna amani. Zitaambiwa enda, hata kama nikoa nitaoa mwingine. Na wewe enda, hata mimi kama nikuolewa nitaolewa. Ashabomoa. Na kama ungekuwa na hekima, ama ungekuwa mnyenyekevu, ama ungekuwa kiroho kumjua huyu ni shetani ameingilia. Kuna wengine ni werevu sana. Akishajua shetani ameingilia, anaomba kimoyo. Nubusu. Ili arudi. Amen. Ili ile roho baya unapokea ampe pole. Sasa ile majeruhi yaliyokuwa nayo unayaondoa. Unaweka nini? Amani. Ndio baadaye kwambie ninatoka huko, nimekorofishana na mtu fulani. Ndio sasa kuelezea nimekorofishana na mtu. Wewe unatupa kutupa. Kuna amani hapo. Amekoroga. Amen. Sasa ndio maisha haya watu wanaishi hawana umoja. Huo umoja unapatikana wapi? Kama kungekuwa hiyo hatua Yesu Kristo aliyoongea Yohana 17 ni jambo ambalo ingesema Yohana 17 anasema maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, sasa imekwisha kufika, mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze. Wewe kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu Baba wa pekee wa kweli